Huyu mwanamke mapenzi yalimtesa zaidi ya miaka 20 kwa ajili ya mwanaume ambaye alimkataa, na story haikuwa kama unavyotarajia. Jina lake ni Kamiko. Picha linaanza, alikuwa ni binti mdogo sana wa makamo na alikuwa akichukua masomo ya elimu ya juu nchini Japan. Siku moja katikati ya miaka 1970 maisha yake yalibadilika kabisa. Hiyo siku alitoka pamoja na marafiki zake na pia yeye ni mchezaji wa tennis, na ndipo alipokutana na kijana mmoja anaitwa Sarotu. Sarotu alikuwa ni mmoja wa wachezaji nguli sana wa tennis katika shule hiyo. Sasa Kamiko akajichanganya bwana kumpenda handsome boy. Basi kila wakati akawa anamwaza mtoto watu hapumui, hanywi maji vizuri. Muda ukapita, akasema kwa nini sijaribu kwenda kumfuata mwenyewe kumwambia ukweli ulioko moyoni mwangu? Lakini hapo hapo kichwani mwake alikuwa anawaza akinikataa itakuwaje? Basi bibi akajitoa kimasomaso akajipendekeza, mwenzako mimi nakupenda. Yaani we tatizo vitu vyangu huna, kaa mbali. Kamiko mtoto wa watu alizalilika hiyo siku, amekataliwa na mwanaume. Akajiondokea zake mdogo mdogo. Basi muda ukasogea, Kamiko naye huku hajakata tamaa kabisa. Valentine ikafika, akamtumia chocolate, gifts, akawa anamtumia barua za kimapenzi huku akitumaini atapata nafasi. Basi Satoru akiziona zile barua huwa anazitupa, anaona ni upuuzi tu. Basi Kamiko akawa hajakata tamaa kabisa, aka anaendelea kumfuatilia Satoru. Ila siku moja akapata nafasi ya kuongozana naye kwenda nyumbani, alimuomba. Basi Satoru hakukataa, akasema fine, twenzetu. Satoru akaona mazoea yakizidi itakuwa jao. Basi muda ukaenda, wakagraduate, kila mmoja akapita njia yake, huyu akapita kushoto, huyu akapita kulia. Basi miongo ikapita, ikafikia mwaka 1999. Kila mmoja wapo akawa na maisha yake, kila mmoja na familia yake, watoto. Sasa siku moja Kamiko amekaa zake, akapata barua ya mwaliko ambao utakutanisha marafiki mbalimbali wa tennis kipindi wanasoma high school. Basi tukadhani ame move on, kumbe kichwani mwake bado alikuwa anamwaza Satoru, akifikiria hana furaha kwenye ndoa yake, anafanya makazi nyumbani, anatekea watoto nyumbani. Basi akasema hii ndio siku baada ya miaka mingi nilikuwa naiota kwenye maisha yangu. Huku napo Satoru alikuwa anapitia kipindi kigumu sana kwenye ndoa yake. Basi akawaza nitamkaribia, tutaenda sehemu pamoja, ataichapa, afu baadaye sasa atapata nafasi ya kuwa katika moyo wake. Basi bibia bila kuchelewa akawa anajiandaa, akapanda kwenye gari huyo kwenye pati, akapendeza bibie. Basi akamwangalia, akamwona Satoru kwa mbali, akasema bado handsome kabisa, yani mzee hajazeeka. Basi wakati huo alikuwa anabonga na marafiki zake. Satoru naye huko anaongea na marafiki zake, watu wengi katika pati wanajulishana mambo ya hivi na hivi, imeenda hivi, miaka mingi imepita. Basi ikafika muda sasa pale watu mdogo mdogo kila mmoja anaanza kujichenga. Sasa huku Kamiko akawa amebaki peke yake na mawazo, anawaza, anamwazua kabisa, yani kama amezaliwa upya vile. Basi akawa anaanza utafiti, anataka kujua anaishi wapi, anafanya nini, ratiba zake zimekaaje. Akaanza kufanya utafiti, kumstalk kila sehemu yani. Basi akaja kugundua mwishoni kabisa kumbe ana mke, na mke wake ndio huyu hapa anaitwa Nami. Basi akapata wazo, akasema hapa nitamvizia kipindi hayupo, ili niende kwa mke wake kwenye apartment anayoishi, alafu nikishaingia niende nikamue, alafu nikishamuua nitapata nafasi ndani ya moyo wake na huenda atanipenda. Basi akaanza huo mchakato. Moja kwa moja akaenda nyumbani kwa Nami, akagonga hodi, akajitambulisha, akakaribishwa ndani na Nami vizuri tu. Kwa bahati mbaya kumbe alikaribisha jambazi, maskini ya Mungu. Kamiko kisiri akachomoa kisu, akaanza kumchoma cha tena na tena na tena. Basi mpaka mwishoni, maskini ya Mungu, Nami hatunaye tena, akakata roho. Ndani ya nyumba hiyo kulikuwa na mtoto wa Nami na Natoru, alishuhudia kila kitu. Akawa analia sana yule mtoto, akamwangalia akasema wewe sina shughuli na wewe. Akaosha kisu chake, kafuta ushahidi huyo, akaondoka zake mdogo mdogo. Basi kama mna kitu ambacho kimetokea. Basi baadaye mpangaji mwenzao
akapita pale, kaona mbona leo mlango uko wazi, sio kawaida hivi. Basi akaingia ndani. Kuingia ndani, alichokiona alishangaa sana, akaangalia, jamani, maskini ya Mungu, wamemuua. Basi baadaye akachukua hatua, akapiga simu polisi. Polisi baadaye wakafika eneo la tukio. Kufika eneo la tukio, polisi, ni miaka ya zamani, kipindi hicho hakukuwa na ushahidi wa kutosha, wakaangalia DNA za watu wawili, ya muuaji na aliyeuliwa. Kumbuka hapo ni mwaka 1999. Kwenye uchunguzi wao wakagundua kwamba huyu mwanamke ana group type B, anavaa kiatu 24 cm. Na kumbuka tukio linapotokea kulikuwa na mtoto pale. Hasa mtoto alikuwa hawezi kuongea, kwa hiyo hakuweza kutoa ushahidi. Kesi ikaishia juu, baadaye ikafungwa. Sasa Kamiko alivyorudi kutoka kazini hakuamini kilichotokea. Akaona damu nyingi zimetapakaa, akawa na mawazo, Kamiko maskini ya Mungu ataishije? Na ile sehemu alipouliwa mke wake alipaacha vile vile, wala kusafisha wala nini. Siku zikaenda, Kamiko akawa anatembea na picha ya mke wake aliyokufa, kama kuna mtu yoyote anajua kilichoendelea, na pia ili kuifanya ile kesi kurudi tena upya, ili haki ya mke wake ipatikane. Basi akapaacha vile vile ile sehemu, hapajasafishwa, damu vile vile zimekaa. Akawa na mawazo maskini, ilifikia kipindi mpaka akawa hali kwa mawazo, akakonda. Basi siku na siku akaamua paki vitu vyake aondoke kwenye ile apartment ili apunguze machungu, lakini bado ile apartment akawa anailipia, anatoa hela zake analipia kila mwezi kwa sababu ya ile kesi ili iwe hai. Miaka 26 ikapita. Satoru yeye bado alikuwa anaendelea kulipia kodi kila ikifika mwisho wa mwezi, akitumaini siku moja Mungu atajibu maombi yake. Hatimaye ile siku ikawadia. Ni mnamo mwaka 2024. Kamiko ana miaka 69 huku Satoru ana miaka 68, na kesi ikaanza upya. Uchunguzi ukaanza maabara, huku Satoru kama kawaida yake mtu mzima anaingia mtaani, anapeleka posta za mke wake ili kupata mhalifu, huku nao polisi walikuwa wanahangaika kwenye mitandao. Baadaye walipata majina ya washutumiwa ambao walikuwa marafiki wa Satoru, walitakiwa kutoa damu ili kupima DNA test. Basi mapolisi wakafika moja kwa moja kwa Kamiko. Kamiko akaambiwa atoe damu ya DNA, lakini Kamiko akawambishi, akakataa kata. Basi mapolisi wakaendelea kuinsist kwenda kila siku, lakini ukumbuke kwamba Japan kutoa damu ya DNA ni ombi na sio lazima. Basi muda ukaenda, Kamiko alikuwa anajisikia ni mtu ambaye mwenye hatia na majuto sana. Basi hatia ikawa inamtafuna siku hadi siku mpaka pale alipoamua kutoa mwenyewe kwa hiari yake damu ya DNA test. Na alipofika polisi akakiri na akatoa ushahidi wote kwamba yeye alihusika, na polisi wakamkamata Kamiko. Ningewaonyesha picha yake kipindi amekamatwa, lakini kwa bahati mbaya Japan hawaruhusu kupiga picha wafungwa. Lakini mpaka tunavyozungumza sasa hivi mwaka 2026 kesi bado iko mahakamani.